Naam, karibu kwenye historia yetu mpya ya daktari aliyefiwa. Katika hospitali moja hapa mjini, masaa yalikatika kwa kasi, machozi, hofu, maumivu yakiwachoma mioyo wazazi waliokusanyika hospitalini. Halikuwa jambo la kawaida, bali kulikuwa na mtoto mdogo Daniel aliyegongwa na bodaboda na kuletwa hospitalini hapo akiwa katika hali ya mahututi. Alikuwa akihitaji upasuaji wa haraka kuokoa maisha yake. Baba yake Mzee Godwin alikuwa amesimama wodini akipiga kelele kwa hasira. "Daktari yuko wapi?" aliuliza. "Mnachezea maisha ya mwanangu? Hii hospitali mnaendesha kama kioski cha ndizi." Aliwaka kwa ukali, sauti yake ikivuma hadi mapokezi. Nesi mmoja alijaribu kumtuliza. "Tafadhali Mzee Godwin, daktari wetu bingwa yuko nje kikazi, ila tumewasiliana naye." Mzee Godwin alijibu, "Hivi wewe unajua maisha ya mtoto yanavyomtesa mzazi? Nataka nimzike mwanangu kisa uzembe wenu?" Aliongea, macho yake akiwa mekundu kwa uchovu na hasira. Dakika chache baadaye, Daktari Jacob aliingia kwa haraka. Bado amevaa nguo za msiba, koti jeusi juu ya shati lenye vumbi na macho yaliyovimba kutokana na kilio cha huzuni. Bila kusema neno, alisafisha mikono, akavaa glavu na kuingia chumba cha upasuaji. Yalikuwa ni masaa mawili ya ukimya mzito. Hatimaye mlango ulifunguliwa. Daktari Jacob alitoka akiwa amechoka, lakini alinyanyua macho yake na kumwangalia Mzee Godwin na kusema, "Mtoto wako yuko salama," alitamka kwa sauti ya upole. Mzee Godwin alimtazama kwa mshangao. "Umeweza kumwokoa?" Daktari Jacob alijibu kwa tabasamu hafifu, "Ndiyo, nilijua nilipaswa kuja hapa, hata kama moyo wangu ulikuwa umevunjika." Mzee Godwin alitaka kusema jambo, lakini alizuiwa na nesi aliyekuwa akimfuata daktari akiwa na machozi. "Pole sana daktari," yule nesi aliongea kwa sauti ya heshima. "Pole sana kwa msiba wa mtoto wako. Hata hivyo, ulikuwa ni moyo wa ajabu na wa kipekee kuacha msiba na kuokoa maisha ya mtoto mwingine." Kimya kilitanda. Mzee Godwin alishikwa na bumbuazi. Alitazama chini, akihisi aibu ikimvaa mwilini mwake kama baridi kali lililompiga. "Daktari, sijui niseme nini," Godwin alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakibubujuka na machozi. Daktari Jacob alitabasamu kwa uchungu na kumwambia Mzee Godwin, "Mzee, wakati mwingine hatuendekezi maumivu yetu, ila tunachagua namna ya kuyatumia." Daktari alimaliza huku akiondoka kwenda kumalizia maziko ya mtoto wake. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hii ni funzo. Usihukumu mapema kabla hujajua mzigo anaoubeba mtu mwingine. Wakati mwingine watu wanaotuokoa ndio wanaoumia zaidi kuliko sisi. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa kutazama. Stori hii inapatikana zaidi katika chaneli yangu ya YouTube. Karibu.